Nawasalimu kwa jina la Yesu. Ongera kwa ibada nzuri. Andaa sahani yako ambapo Bwana ameandaa mkate kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka kusema na nafsi. Mungu anataka kusema na roho ambayo imetulia. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo iko tayari kusikiliza sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu, ulioitiwa na Mungu, ulifanya nini duniani? Katika uongozi wako ulioitiwa na Mungu, ulifanya nini duniani? Hata kuuliza yeye mwenye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ule umeondoka katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nyakati tulizo nazo hizi ni ngumu, ambazo kufumba na kufumbua haupo duniani. Ndio kuja kwake Yesu huko. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wapendwa tuliwapenda sana, lakini ndani ya siku nakuta kesho hapa mlikuwa mnacheka naye, kesho hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Samahani nishuhudie kwa ushuhuda kwa ufupi tu. Nilikuwa msibani Tukuyu wiki iliyopita. Nilijifunza kitu kigumu sana. Imani yangu ilitetereka. Nikasema, Mungu, ina maana na mimi je, nikiondoka kwa njia hiyo nitaeleza nini mbele zako? Bwana Yesu asifiwe. Alikufa kakaangu, mtoto wa babangu nani mamangu mdogo. Nimeenda huko msibani. Usiku ule kuna binti akawa amepagawa mapepo, nikaomba akawa amefunguliwa, mjomba wa yule kakaangu. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza kwa makini. Basi asubuhi tunaamka siku ya mazishi. Usiku mimi sikulala. Tulikesha na maombi, tunahangaika na yule binti ambaye ni mjomba wa marehemu. Tumeamka asubuhi, mimi nikatoka pale msibani kwa sababu nilikuwa nimechoka. Nikalala saa 1 saa 2 nikaamka. Nyumbani ni jirani tu pale. Nikaenda nyumbani kwa kakaangu kunywa chai.
Nimefika kule na kunywa chai, nimemaliza tu chai kunywa. Napigiwa simu na kaka, kimbia haraka. Njoo huko haraka. Kuna nini? Amepaga wachana yule binti. Nikaanza kukimbia. Nakuta mtu amembeba kwenye mkeka. Wanampeleka kwenye nyumba ya mjomba wake mkubwa. Kufika pale nakuta yule mtu kumwangalia sio yule aliyofanyia huduma. Ni kaka yake walio binti. Mwingine wa mama mkubwa, mwingine wa mama mdogo waliofuatana. Kumwangalia yule kijana alikuwa ni wa kiume. Bonge, mtoto mzuri. Jamani, dunia hii sio ya kwetu. Basi kumwangalia nakuta maombi yanagoma. Naingia kuomba nakuta maombi yanagoma. Sasa watu wameniamini kwamba naweza kuombeea huyo mtu. Inakueje wewe Mungu, inakueje? Na mwangalia yule mtu nakuta mbona kama amekufa. Nagusa mbona kama amekufa. Na mwangalia macho nakuta mbona kama amekufa. Nasemaje hapa? Wamenizingira watu. Wanamwangalia. Kuangalia miguu nakuta dakika zinavyoendelea miguu inabadilika. Kuangalia mikono haina mawasiliano. Kuangalia moyo hauna mawasiliano. Nikatumia njia nyingi. Kuangalia je, yuko hai? Hata kama mtu amepaga mapepo lakini anapumua, moyo unadunda. Bwana Yesu asifiwe. Kabidi kusema Roho Mtakatifu nipe ujasiri. Nikamfuata kaka, kaka. Huyu mtu anaonekana amekufa. Akasema dada, ni kweli na mimi naona kama amekufa. Nikasema hapa la kufanya, ningoja tuseme basi aende wapi? Hospitali Makandana. Labda ni BP. Aende wakaangalie madaktari. Sababu mambo ya kijijini, gari lenyewe hakuna, kabidi tusubiri la maiti inaoleta mwili ndio lirudi naye. Lakini pale anavyoendelea mtu unavyoenda anabadilika. Yaani ya mawasiliano hayapo kabisa. Alikufa, watumishi wa Bwana. Ametoka Dar es Salaam, amesafiri salama, akamchukua dada yake Uyole ambaye wamechangia baba. Amekuja pale msibani, alipofika akamuao mjomba wake mkubwa. Alipomuao tu mjomba wake akampokea begi. Amefika nyumba ya msiba, kwenye msiba mlango ni huu, hapa kuna nguzo, akashuka pale akapiga magoti. Waliomuona sasa akakohoa, akahema. Pale ilikuwa kwa heri. Hakuingia hata mle ndani kwenye msiba kuwaona mama zake, hakuingia. Haleluya! Maisha ya mwanadamu ni mafupi. Je, utaeleza nini mbele za Mungu? Mimi pale nikaingia hofu. Nilirudi nyumbani, mwili unatetemeka na imani yangu ikatetereka. Nikasema Mungu unanifundisha nini? Mungu unanifundisha nini? Nikaendelea kumwambia Mungu unanifundisha nini? Je, wakati wangu mimi wa kuondoka nitaondoka na nini? Yule kijana alija huzuni. Yule kijana sijajua alibeba nini. Sijajua alibeba machungu gani. Maana mamao alikufa muda mrefu sana, hata mimi mwenyewe sikumfahamu. Aliwacha wadogo, wamekuwa kwa shida. Sijajua alipomuao mjomba wake alibeba nini kwenye moyo wake. Aliondoka na nini muda huo. Bwana Yesu asifiwe. Nikajifunza kwamba mtakuwa mashineni, mmoja hatawaliwa. Ndio kilichotutokea watumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Je, wewe unajiandaaje? Yesu anapokuja kwako unajiandaaje? Anasema kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kwamba mimi nilifanya nini duniani. Je, ulitunza wagonjwa? Je, uliombea wagonjwa hospitalini? Je, uliombea wagonjwa walioko majumbani? Je, ulitunza yatima? Je, ulitunza maskini? Je, ulitunza watu watumishi? Utatoa hesabu gani? Bwana Yesu asifiwe. Utatoa hesabu gani mtumishi wa Mungu? Je, Mungu ulimtolea sadaka zako kamili? Kama ulimtolea kamili za Mungu, nilikutolea sadaka kamili. Nilitoa sadaka mbele zako. Nilienda kwa mchungaji Msangawana, nilimtunza. Nilienda kwa mjane, nilimtunza. Nilienda kwa yule yatima, nilimtunza. Nilienda kwa fulani, nilimtunza. Utaeleza kama ulifanya hayo. Bwana Yesu asifiwe. Tunauliza, je, utasema nini? Utaeleza nini katika utumishi wako? Utaeleza nini katika uongozi wako? Utaeleza nini wewe mwimbaji wa kwaya? Isiwe furaha kwa sababu naimba kwaya. Kwaya haipeleki mtu mbinguni. Anachotaka Mungu ni kutubu na kuacha dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dhamiri yako inakushuhudia. Paulo anasema dhamiri yangu inanishuhudia ya kwamba Yesu anapokuja
watu. Haleluya. Wewe ni kupiga watumishi. Haleluya. Wewe ni kuhangaika kwenye madhabahu ya Mungu. Uchawi na kusumbua. Ndicho utakachosema mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kila ulimi utakiri, kila goti litapigwa, utatoa hesabu uliyofanya kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikuwa mzinzi, Ufunuo amesema hivi, kama wewe ni mzinzi, zidi sana ili ukaunguage sawa sawa. Kama wewe ni mchawi, loga sana ili ukaunguage sawa sawa. Kama wewe ni msengenyaji, sengenya sana ili ukaungue sawa sawa. Lakini anasema wewe ni mwana wa Mungu, kama unajitakasa, endelea kujitakasa ili unapokuja mwana wa Adamu akute uko salama. Haleluya. Haleluya. Mungu, kusudi la Mungu anataka utoke mbinguni. Tuachane na dhambi. Dhambi ni mbaya. Dhamiri yako inakushuhudia. Umefanya nini kwenye ndoa yako? Umefanya nini kwa watoto wako? Umewafanyia nini familia yako? Bwana Yesu asifiwe. Wengine ni viongozi katika familia zetu. Tumekuwa vikwazo kwenye familia zetu. Usipokuwepo kwenye familia yenu, wanasema wameniingilia kwa sababu wewe ni mkubwa. Umekuwa sababu ya kufarakanisha familia yenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mimi hawajaniambia? Umefarakanisha familia yenu. Umefarakanisha ukoo wako. Bwana Yesu asifiwe. Unasema kwa sababu wakati mwingine una pesa, wengine hawana pesa. Unaona wewe wasipokusikiliza, wamefanya jambo hawajakushisha, tayari umekwazika. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka tufanye vyote kwa imani. Tufanye vyote kwa upendo. Tunie mamoja. Hata katika familia zetu, hata katika ndoa zetu, tunie mamoja. Bwana Yesu asifiwe. Hivi mfano wenye ndoa, mmelala usiku wa leo, mmegombana, afu asubuhi mmewahi kanisani. Pana amani. Pana amani. Wakati mwingine anaomba sadaka. Unamwambia mimi sina sadaka. Mwanaume sasa sina sadaka. Wakati mwingine mama ni mama wa nyumbani, hajui hata biashara. Anaomba sadaka. Chukua 500, mimi sina sadaka. Je, unakuja kumtolea Mungu? Umefanya mapenzi ya Mungu? Umefanya, tunajifunza, tujibizana utumishi. Umefanya mapenzi ya Mungu? Wakati mwingine wenye watoto, unakuta watoto wako 6. Kila mmoja anataka umpe sadaka. Na mke wako umpe sadaka. Wewe upotoe sadaka. Sasa unakuta watoto wengine naendaga hivyo hivyo. Je, umemtendea haki? Umemtendea haki? Kumbe kila mmoja anataka sogea mbele za Mungu kwa ajili ya sadaka. Kwa hiyo takiwa naye mtendee haki. Pia yote hayo tutaulizwa. Ulitunzeje familia yako? Ulitunzeje ndoa yako? Yote hayo tutaulizwa. Ndoa isipokuwa na amani hauwezi kwenda mbinguni. Ndoa isipokuwa na furaha hauwezi kutafuta uso wa Mungu, kwa sababu ndoa haina furaha. Na ndoa ndio kanisa lenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa ni kanisa. Asa baba ni kichwa cha nyumba. Kwa baba ni kichwa. Ndoa ni kanisa. Ndoa ikiharibika, kanisa limeharibika. Ndoa ikivunjika, kanisa limeharibika. Ndoa ikiwa na amani, kanisa litajengwa. Ndoa ikiwa na furaha, kanisa litajengwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wababa, tutunze watoto wetu. Tutunze wake zetu. Tuwe na amani. Tunapokuwa na amani, vitu vingi Mungu anaviachilia. Kuna baraka nyingi ambazo Mungu anaziachilia kwa sababu mna amani. Hata sisi wajane, sipendi mimi kusema kuwa ni mjane. Bwana Yesu asifiwe. Ninaye Yesu, mume wa wajane. Haleluya. 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 Hata sisi wajane tutunze vizuri watoto wetu. Tuwe na amani na watoto wetu. Utaeleza nini mbele za Mungu wakati watoto wako umewanyanyasa? Utaeleza nini mbele za Mungu wakati wajukuu zako umewatesa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine watoto wamekuwa kikwazo. Lakini je, unasimama kwa nani? Ni Mungu pekee yake anayeweza kulea familia yako. Ni Mungu pekee yake anayeweza kufungulia milango ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Tusimame katika kusudi la Mungu. Anasema kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Ulifanya nini duniani? Utajieleza, nilikuwa mzee wa kanisa. Mungu, nilitembelea wazee wa shirika wangu. Anasema sikujui. Atasema sikujui. Utasema sijui mimi nilikuwa kiongozi
Yesu asifiwe. Yesu anapokuja anakukuta uko wapi? Jiulize, dhamiri yako inakushuhudia nini? Je, umekuwa mharibifu katika kwaya? Vijana wangu, wewe ni wakati mwingine umekuwa kikwazo kwenye kwaya. Dhambi ya uzinzi inatenda kazi. Umekuwa kikwazo. Mabinti wanaogopa, wengine wanakuta naacha kwaya kwa sababu ya mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Utajibu nini mbele za Mungu? Utasema nini mbele za Mungu? Dhamiri yako inakushuhudia nini? Uliye kiongozi, dhamiri yako inakushuhudia nini? Watu nawapeleka mbinguni au nawapeleka jehanamu? Wakati mwingine unaweza kuwa na cheo lakini kama mchawi. Hivi kwenye uchawi uwepo wa Mungu utakuwepo? Nguvu ya Mungu itakuwepo? Haitakuwepo, kwa sababu wewe ni mchawi. Achana na uchawi, Yesu anasamehe. Yesu anaondoa hata uchawi unaondoka. Kikubwa sogeza moyo wako mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amesema kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dhamiri yako inakushuhudia. Unafanya nini duniani? Unafanya nini duniani? Kusudi la Mungu ni kwamba tukimbilie toba. Kusudi la Mungu kwamba tusimame katika utukufu wa Mungu. Yaani wote hapa tulipo, Mungu anatamani wote twende mbinguni. Asiwepo wa kurudi. Asiwepo wa kuuliza kwa kufukuzwa kwamba sikujui. Kila mmoja akakubalike na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kimbilia toba. Kama kuna mahali mwana umekosea, mwambie Mungu nisamehe. Mwaka 2026 uwe mwaka mabadiliko kwako. Kama ulitumika mwaka jana, hebu geuka, badilika, njoo kwa Yesu. Kama ulitumika mwaka jana, ulifanya vibaya ambavyo havipendezi Mungu, njoo kwa Yesu, mwambie Mungu naomba unisamehe. Nimekutenda dhambi katika haya. Bwana Yesu asifiwe. 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 Naomba tusimame. Haleluya. Wameimba ukuli. Wamesema chagua kuwa vuguvugu au baridi au kwa kwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni wewe nafsi yako kuchagua. Je, nimtumikie Mungu katika roho ama nimtumikie shetani na kwa Mungu niende? Wamesema unabadilika kama kinyonga. Huko ndani kanisani wote ni walokole. Wote tunaomba. Lakini tukitoka huko nje tumekuwa kinyonga. Bwana Yesu asifiwe. Tumebadilika, tumekuwa kinyonga. Hebu sibadilike kuwa kinyonga. Bwana Yesu asifiwe. Neno limepita kwa njia ya uimbaji kwamba tunabadilika kama kinyonga. Na Mungu hapendi vuguvugu wala hapendi baridi. Anataka uwe moto. Bwana Yesu asifiwe. Unapokemea pepo uwe moto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe unaona kabisa kuna mahali umekwama, hujafanya sawa sana vile Mungu anavyotaka, hebu mwambie Mungu nirehemu. Mwambie Mungu nisamehe. Mungu nitakase. Bwana Yesu nitakase. Akutakase pale ulipoenda tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Ulifanya nini duniani? Ulifanya nini duniani? Wakati mwingine alikupa kazi ya kuombea kanisa, hujaomba sawa sawa. Wakati mwingine alikupa kazi ya kuombea taifa, hujaomba sawa sawa. Jiulize, unafanya nini? Yesu akikuuliza utasema nini? Jiulize nafsi yako. Jiulize nafsi yako. Utasema nini mbele za Mungu? Tafakari ndani ya dakika hizi. Tafakari unaposogea mbele za Mungu. Hata kama kuita dakika sekunde hii, unakuta unaondoka. Utasema nini? Utasema nini? Tafakari. Afutulie kuomba. Tafakari. Utasema nini? Utasema Mungu nilikuimbia kwaya. Utasema Mungu nilitoa michango ya kanisa. Utasema niliimba kwenye idara ya kina mama. Utasema sijui nilitembelea Wakristo. Utasema nini? Jiulize. 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 Kuna wakati Mungu umemwimbia sadaka, Roho Mtakatifu ananikumbusha. Kuna wakati umeimba fungu la 10, umekuwa ni mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Hujatoa fungu la 10 kwa uaminifu.
uaminifu, utaulizwa ulitoa sadaka kwa uaminifu? Wakati mwingine umeiba sadaka, hujatoa sawa sawa, vingine umevificha, umesogeza makapi mbele za Mungu. Jiulize. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele za Mungu, mwambie Mungu nisamehe pale ambapo sikwenda sawa sawa na mapenzi yako. Nifanye upya siku ya leo, nitengeneze upya. Unapokuja kuchukua nafsi yangu, Baba, niende na wewe, nisibaki duniani, nisije nikafukuzwa. Kama unasema sikujui, duniani maneno yako hayafai, unayoongea ulifanya vitu vibaya, siwezi kukubalika, sikujui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele za Mungu, omba toba, omba rehema, mwambie Mungu nisamehe. Sijatunza vizuri familia yangu, naomba unisamehe. Sijatunza vizuri ndoa yangu, naomba unisamehe. Sijamtunza vizuri mume wangu, naomba unisamehe. Sijawaheshimu wazazi wangu, naomba unisamehe. Sijawaheshimu wazazi wangu, sijawaheshimu viongozi wangu, sijamheshimu mchungaji Msandawale, sijawaheshimu wazee wangu wa kanisa. Mwambie Mungu nisamehe, Mungu nisamehe, Mungu nisamehe. Nikarabusaka. Turehemu Bwana, turehemu Bwana, turehemu Bwana, turehemu Bwana Yesu. Tunatubu mbele za uso wako, tunatubu na kuanguka magotini pako, tunatubu, tunaanguka kifudifudi mbele za uso wako. Umenituma neno lako Bwana, umesema kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Tutatoa hesabu mbele yako Bwana, siku ile ambayo Bwana utatuchukua. Yesu wa Nazareti uliye hai, na Bwana tunaomba uturehemu pale ambapo hatujaenda sawa sawa na mapenzi yako. Tusamehe Mungu uliye hai, nisamehe kanisa lako Bwana. Ninatubu, ninaanguka mbele zako, na ninyenyekea chini ya mkono wako Bwana. Nisamehe kanisa lako, samehe baba, samehe mama, samehe vijana, samehe watoto. Ninaomba toba na rehema Bwana. Samehe viongozi wa kanisa Bwana. Nisamehe kanisa lako, samehe wanakwaya. Tunaomba toba na rehema ya Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana kwa sababu wewe ni mwema, unayetuponya na kutuokoa. Liokoa kanisa lako Bwana, livute kwa kamba yako sio katika, livute ile nafsi Bwana, livute ile roho Bwana, likari wasaika ya narama korea. Tazama ile nafsi Roho Mtakatifu, lakini hawawezi Bwana, dhambi imewashikilia, hawawezi kutoka. Wengine ni wachawi, wengine ni wazinzi, wengine ni walevi. Yesu okoe, Yesu wavute kwa upendo wako, wavute kwa mkono wako, wavute kwa nguvu zako, katika jina la Yesu wa Nazareti. Peke yetu sisi hatuwezi Bwana, hatuwezi pasipokuwa nawe Bwana. Tuinue kwa mkono wako, tuvute kwa mkono wako, tuwavute Bwana Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Mkumbuke baba yule, mkumbuke mama yule, mkumbuke kijana yule, mkumbuke binti yule, mkumbuke mtoto yule. Yesu okoe, Yesu wavute kwa mkono wako, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Baba, nami nimeomba kwa neno lako, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Amen. Haleluya. 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 Shangilia Yesu kwa makofi mengi mengi. Haleluya. Haleluya. Leo siku ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba wanandoa wapite mbele. Wenye ndoa wapite mbele. Aliye na ndoa apite mbele. Changamka watumishi, changamka.
asifiwe. Mwamini Mungu. Mwamini Mungu. Yale ambayo wewe kama kuna jambo unalolipitia, mwambie Mungu. Kama hakuna jambo unalolipitia, mwambie Mungu aendelee kukutunza katika ndoa yako. Mungu aendelee kusimamisha ndoa yako. Shetani wakati mwingi ni mharibifu. Wakati mwingine nilo inaniuma sana. Unakuta mtu amezaa watoto 5 afu anaachana na mume wake. Hebu kataa hiyo roho. Kataa hiyo roho. Mungu achilie upendo katika ndoa yenu. Mungu achilie umoja katika ndoa yenu. Mungu achilie amani katika ndoa yenu. Kataa hiyo roho. Mungu awasimamishe. Mungu awatunze. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa ikiwa na umoja, maana familia itakuwa na umoja. Ndoa ikiwa na mshikamano, maana familia itakuwa na mshikamano. Ndoa ikivurugika, maana na watoto nao watavurugika. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele za Mungu, tuombee ndoa zetu. Afu pia tutombea na familia zetu. Kwamba Mungu watoto wetu watunze. Mahali popote walipo Mungu watunze. Uko walioko mashuleni, wengine wako majumbani, mwambie Mungu watunze. Mungu awapiganie. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, nina kila sababu ya kusema asante kwa ajili ya wema na fadhili zako. Asante Bwana kwa ajili ya jenda hii tunaileta madhabahuni kwako Bwana. Tunaileta ndoa hizi mbele za uso wako Jehova. Tunawaleta wanawake, tunawaleta baba. Tunaleta familia zao mbele za uso wako Mungu uliye hai. Maana umesema kwenye ndoa ndiko kuna uzima. Kwenye ndoa ndio kanisa lako lenyewe Bwana. Ndoa ikivurugika, amani haipo. Ndoa ikivurugika, watoto wanaharibika. Mungu uliye hai, wengine wamekula chakula kwa sababu wazazi waliacha.
anakusumbua, mwite Yesu. Yesu ndio mume wako. Yesu hatakuacha. Yesu hatakutupa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama umeshindwa ada, mwambie Yesu sina ada ya watoto. Yeye atakusaidia, atafanya njia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mambo unayapitia ambayo umeyaona kwako ni magumu, hebu yadondoshe madhabahuni kwa Mungu. Yaachilie hapa, yatoe hapa ili Mungu aingilie kati katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine mawazo ni mabaya, yametengeneza sumu kwenye moyo wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kitu nasikia kuongea. Huko tukuye msibani. Nikakutana na mke mwenzangu, ni mjane. Lakini akaongea kitu kimoja kigumu sana. Wajane mnaweza mkaniunga mkono. Akanambia yule ni dadangu. Ni mume wa shemeji yangu mkubwa. Mimi ni wa mdogo wake. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia toka mume wangu amekufa, mama mkwe hata salamu, hata taarifa shida zikitokea haniambii, matatizo yakitokea hanishirikishi. Yaani utafikiri nimewahi kugombana naye. Sasa utafikiri niligombana naye, lakini sijawahi kugombana naye. Nikani nawatuma wajukuu zangu kwamba walienda likizo. Wasema mimi si hawa kuniambia tu kwamba watoto wamekuja. Nini nafsi yake ilinama? Kwa nini hashirikishwi? Wakati yupo mume wake alikuwa anashirikishwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume kifa, jua wewe ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie Bwana. Kama unakutana nalo hilo, mwangalie Bwana. Bwana atakutazama. Bwana atakuangalia. Ndugu wanakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Hata waliokuheshimu wanakimbia. Hata shemeji, hata marafiki wa mume wako waliokuheshimu, waliokula na ugali kwako, nao wanakukimbia. Bwana Yesu asifiwe. Naomba achana nayo hayo. Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie Yesu ndio mume wako. Mwangalie Yesu ndio ataponya nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna jambo nalipitia, hebu lisogeze mbele za Mungu. Yesu anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele za Mungu. Bwana Mungu, Baba, katika jina la Yesu. Mbele yako. Umesema katika kitabu cha Isaya 64 Bwana. Umesema wewe ni mume wa wajane. Umesema watu wako. Umesema Bwana nilikuwa na dakika chache. Lakini Bwana umesema ninakurudi kurehemu. Nimeona wote hawa waliacha Bwana. Nimeona wote hata Mungu ni hai. Waliwapenda waume zao. Walipenda roho zao. Lakini ulifika wakati wakati Yesu ni hai. Lakini wanapitia shida, wanapitia mateso. Yesu ninaomba. Yesu ninaomba rehemu. Ninaomba usamehe Bwana. Wakati mwingine walikumbuka waume zao. Yesu ninaomba kumbuka rehemu. Ninaomba samehe. Ninaomba rehemu Bwana. Samehe wote hawa Bwana. Wasamehe Bwana wa majeshi. Wewe ni mume wa wajane. Umesema sitakuacha wala sitakupungukia. Wewe Bwana usiwapungukie. Ninaomba usiwache Bwana. Ninaomba usiwapungukie. Mkono wako wa juu yao. Mkono wako Bwana wa juu yao. Ponya familia zao. Ponya watoto wao. Ponya familia zao Bwana. Wengine hawajui wanashiriki. Yesu tunaomba Bwana wao wanaweza kuwalisha. Hata wanapopungukiwa. Umesema wao ni mume. Yesu asipokuita. Ninaomba wasikilize. Umenisikiliza mimi Bwana. Ninapokuita unanisikiliza. Ninapokuita unasema. Bwana na usema nao. Wafanyie njia. Wanapoona hawawezi Bwana wafanyie kuweza. Wanapoona washina wafanyie kuinua. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba ninaweka mikononi mwako. Watunze wapiganie Bwana. Damu yako iwafunike. Damu yako iwafunike Bwana. Watamie pamoja na familia zao. Katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba kwa neno lako Bwana. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amini kwamba Yesu ni mume wako. Hata kuacha siku zote za maisha yako. Kikubwa umtegemee yeye. Usitegemee vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Karibu baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba sasa wakati huu tuombe kwa ajili ya vijana wale ambao wapo bado hawajaingia kwenye ndoa. Naomba kuja hapa mbele tufanye maombi kifupi.
maneno ya mtu ndiyo humfanya aishi katika yale aliyoyatamka. Hata kama unayatamka katika utani, huwa mara nyingi unataka kutembea kwenye mtandao huo. Kuna wakati fulani pengine wanawake au akina dada, mabinti wadogo tu, unakuta wanatamka maneno magumu sana kwamba kuolewa ni utumwa, au hata vijana wa kiume wanasema kuoa ni utumwa. Kwa atakapoingia kwenye ndoa na shetani anakuwa amesogeza kile kitu alichokuwa anakitamka, alafu kinakuwa update na ndicho kinaanza kufanya kazi katika maisha yake. Kwa hiyo ninaomba tunapoanza kuomba sasa hivi ufute kama unawahi kutamka neno lolote mbaya. Kwa wakati fulani, kwa nini nasema hivi? Kabla mimi sijaoa nilikuwa nikikutana na watu wengi sana wanaosema kwamba ndoa ni jehanamu, ndoa ni moto. Lakini na nilikuwa ninafikiri hivyo, lakini kumbe si hivyo. Na wakati fulani nilikuwa nikipinga, na kitu unachokipinga katika ulimwengu wa roho huwa kinasikia na kiwezi kuingia kukutesa katika maisha yako. Kwa kama kuna mambo yoyote ambayo naona yanakuwa kama maagano, basi nataka kuyafuta. Lakini pia niwaambie jambo la muhimu sana. Kama hata umeumizwa kwa namna moja nyingine, basi nataka kuachilia wale waliokuumiza. Unajua kuna mtu mwingine anaweza kama kudanganya kwamba tutaoana, alafu ukashangaa kumbe ameambia wengi, na basi kaumizwa na kaona wanaume sio watu au wanawake sio watu. Haiwezekani ikabaki hivyo. Lakini Mungu anaweza kukupa matumaini mapya, usivunjike kwa yale uliyoshuhudia katika maisha yako. Na hata kama ulitelekezwa, mwingine anakuwa ametelekezewa watoto au ametelekezewa mimba, lakini hayo yote unatakiwa kusamehe. Kusamehe na kuachilia ni jambo la muhimu sana, ili Mungu atende kazi yake katika maisha yako. Basi ninaomba tuendelee na maombi sasa. Bwana Mungu mwaminifu, jeshi hili lote ni jeshi la vijana. Baba, katika jina la Yesu, tunawaleta vijana hawa mbele za uso wako. Ni fahari tunawaleta hapa kwa Jehova. Tunawaleta kama vijana, umesema unawaleta vijana kwenye nchi. Maana wataka shambani na wale ndio vijana. Maana ni vijana wenye kwa wanataka kazi vijana wote. Baba, tunawaleta kama Mungu hapa. Kama wana vijana tunawaleta mikononi mwako. Kwa neema yako katika changamoto mbalimbali. Baba, unajua kila mmoja alivyo Jehova. Kila nafsi ona ipapa zaidi. Wengine wanakutana na magumu kama wanadamu wanashindana na watu kutoka. Yesu, ninaomba wasamehe. Ninaomba toba na rehema Bwana. Walipokwenda tofauti na kidoa, walipokwenda kinyume na mapenzi yako, Yesu ninaomba wasamehe. Ninaomba wasamehe. Samehe vijana wewe Bwana. Samehe binti wewe Bwana. Samehe Bwana Yesu. Rehemu Bwana. Wasamehe kwa damu yako Bwana Yesu. Watakase na damu yako. Waoshe kwa damu yako. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Ninawatenga na wale waharibifu. Ninawatenga na wale waharibifu. Ninawatenga kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Nawaangamiza na kuwatesa. Nawaangamiza na kuwatesa. Mungu ya damu ya Yesu Kristo. Shetani anatoka kwa vijana hawa. Anaondoka kwa vijana hawa. Ninakukemea kwa jina la Yesu. Achia nafsi ya wewe binti. Achia nafsi ya wewe kijana. Achia kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninawacha kwako. Waachilie damu yako wasizike. Damu yako wasizike. Uwazikie kwa moto Bwana. Watoka kwa hiki yako. Mahali paka wako kwetu. Ulizi wako kwa watu yao Bwana. Ukawafunike na damu yako. Yale mengine ambayo wazi Bwana. Ukawafanya wepesi. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana kwa sababu wewe ni mwaminifu. Katika jina la Yesu. Kama pesa ya kushinda. Kama shindie kila jambo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana. Tunaomba kwa neno lako. Katika jina la Yesu. amini mnaomba utawatendea katika jina la Yesu. Tunakushukuru Bwana. Amen. Mbarikiwe na Bwana. Amen. Amen. Amina. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia yeyote mnayoombayo mkiamini, aminini kwamba yatakuwa ya kwenu na mmekwisha kuyapokea. Unapoomba wewe unaondoka ukiwa na imani kabisa ulichokiomba na kukipokea. Usipokuwa na imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Wewe unaamini, usiwe na moyo mwepesi katika swala la imani. Naomba sasa wakati huu kanisa tusimame tuombe kwa ajili ya sadaka zetu, zaka na shukrani. Naomba tusimame kwa sababu ya sadaka zetu mbalimbali ambazo tunaenda kuzitolea mbele za Mungu. Nikushukuru mtumishi wa Mungu kwa kutupitisha kwenye maombi na kwenye somo. Mungu akubariki sana, akupe neema nyingi. Basi twende mbele za Mungu. Bwana Mungu mwaminifu, hata sasa wewe ndio Mungu wetu. Hatuna Mungu mwingine zaidi ya wewe.
Bwana wetu Yesu Kristo, hata sasa ndiye mwokozi wetu. Hatuna mwokozi mwingine zaidi yako. Tunakuheshimu, tunakuhimidi. Asante sana kwa saa hii. Watumishi wako sasa tunaenda kusogea mbele zako. Hata katika hilo ukatukumbukie. Hata katika hilo ukatutendee wema. Watumishi wako wameshika sadaka zao ambazo wamezitabikia kidogo kidogo ndani ya wiki na wamekusanya na kuweka kwenye bahasha zao. Ninaomba ukazipokee na kuzibariki. Tunaposogea mbele zako ukawe radhi nasi Mungu. Usiwe ukachukizwa nasi. Tusiwe tukasogea mbele yako na machukizo. Uwe radhi na tubu kwa ajili ya kila mmoja na kwa niaba yake. Ukapate kwa pamoja nasi Mungu. Tusamehe kwa kuwa wewe maandiko yako yanasema mimi ndimi nikurehemue kwa ajili yangu mwenyewe. Katurehemu tusogea hapo mbele yako. Na ikiwa pengine tumefanya uzembe wowote katika kutolea, Bwana ukapate kwa pamoja nasi. Katukumbushe na dhamira yako ikatembea nasi daima. Kila mmoja anayepatia madhabahu yako akapokea baraka zako. Na kila mmoja anayefika ikarudi humu ni sadaka tosha ya nafsi yake na mwili wake. Kama maandiko yako yanaposema, itoeni miili yenu kuwa dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu. Bwana, tumekuja tutakasike, katutakase na kutupa muujiza wako. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Amen.